Presha ya mimba inaweza kuanza hata ukiwa umeshafika kile kipindi cha kujifungua. Kwa hiyo nilikutana na mdau mmoja ambaye yeye kidogo alikuwa anafikiri kwamba huyu mwanae ambaye alikuwa ni mjamzito, labda aliona kwamba inawezekana labda ikawa ni uzembe wa watu ambao imesababisha huyu mtu kupata shida ya pressure. Kwa hiyo tunajua kwamba mtu akipata ujauzito tayari ni kitu kimoja ambacho kinaweza kumsababisha aweze kupata pressure. Tunaita pressure ya mimba. Lakini kwa bahati mbaya yeye alipata hii pressure wakati amekwisha fikisha wiki zile za kujifungua. Tunasema kwamba kuanzia wiki 37 mtu unaweza ukajikuta kwamba ukajifungua. Kwa hiyo iliyotokea ni kwamba ilivyofika kipindi hiko ambacho tunasema ni kipindi cha kujifungua, hafla ikajitokeza kwamba akawa ana shida ya pressure. Sasa swali likawa, je, wakati huyu mdau anaenda kliniki, inawezekana labda alikuwa na pressure, na labda wale watu ambao walikuwa wanamuona ambao ni midwives na madaktari labda walishindwa kuweza kuitambua kwamba huyu ana shida ya pressure. Sasa vitu hivi nikasema kwamba okay, hapa kuna ka gap fulani, kuna kitu ambacho lazima tukielimishe. Sasa kwa nini mtu anaweza kupata pressure wakati ameshafika kipindi cha kujifungua? Na huko kote kuanzia mwezi wa kwanza wa mimba, mwezi wa pili, wa tatu, mpaka unafikisha miezi ya kujifungua miezi 9. Ulikuwa uko fresh, lakini pale mwisho unapata pressure. Sasa kikubwa cha msingi cha kuweza kujua ni kwamba hizi pressure ambazo zinakuja mwisho kabisa wakati mimba imeshafika kipindi cha kujifungua, ni kwamba sio kwamba hawa watu ambao walikuwa wanamhudumia huyu mdau walimisi kuidiagnose, walimisi kuigundua kwamba kuna ka element cha pressure. Kinachotokea kifiziolojia, yani kihali halisi ambayo mwanamke akishabeba ujauzito, tunasema kwamba ili pressure iweze kuwa juu, lazima mwili ushindwe kufanya baadhi au kuleta baadhi ya mabadiliko ambayo yatawezesha mwili huu ambao umebeba ujauzito kusababisha sasa pressure iweze kupanda. Na maanisha hivi, ukipata ujauzito tunatarajia mwili wako uweze kubadilika kutokana na hali halisi ya mimba iliyoingia. Inamaanisha kama ni mishipa iweze kuweza kutunza maji ya kutosha, ongezeko la maji mwilini liweze kuchukuliwa, na mabadiliko mengine yote yaweze kujitokeza. Lakini pale ambapo mabadiliko yanakuwa hayajajitokeza ya kutosha, basi unaweza kujikuta mama akaingia kwenye tatizo la pressure. Sasa kwa wale ambao pressure zinajitokeza ile miezi ya mwisho, miezi 9, mara nyingi unajikuta kwamba watu hawa yale mabadiliko ya kifiziolojia yalijitokeza katika kiwango fulani. Sasa kumbuka kwamba wakati mtoto anakuwa au mtoto anaongezeka ndani ya mfuko uzazi, tunasema mahitaji pia yanaongezeka. Kwa hiyo demand inaongezeka. Kwa hiyo kumbuka kwamba kitu ambacho kinachomlisha mtoto ni zalio ambao tunaita placenta, na placenta ndio kitu ambacho mara nyingi kinasababisha mwanamke kuweza kupata ile shida ya pressure, kwa sababu lile zalio linaonekana, chanzo cha zalio ni baba. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni kwamba mwanamke huyu mabadiliko ya kifiziolojia isipokuwa katika kiwango cha juu, basi unajikuta kwamba mimba inapofika kule mwisho, kwa sababu mahitaji yanakuwa ni makubwa, zalio linakuwa limeshaanza kuchakaa au limeshaanza kukomaa, linakuwa tena halina uwezo wa kuweza kupitisha vyakula au kumtunza ule mtoto ambaye yuko ndani ya mfuko uzazi. Kwa mwisho wa siku linaanza kupata shida. Ile shida ambayo lile zalio linaipata sasa linaanza kuruhusu baadhi ya vitu vitavyoingia kwenye mfumo wa mama wa mzunguko wake wa damu na kuanza kuleta mabadiliko fulani fulani ambayo yanaweza kuleta shida katika mishipa. Na baada ya hapo sasa ndio maana unaweza kujikuta mwanamke anapata pressure wakati ameshafika kipindi cha kujifungua. Kwa hii ni kwa sababu zalio linakuwa limeshachoka, mtoto anakuwa ameshakuwa
katika kiwango cha juu sana, kwa demand inakuwa iko juu, lakini lile zalio sasa haliwezi kufikia kile kiwango cha mahitaji ya mtoto. Kwa hiyo mwisho wa siku basi unaweza kujikuta mwanamke anaweza kutengeneza pressure. Sasa kinachotokea ni kwamba inawezekana hata mimba ya kwanza ulikuwa hauna pressure, lakini mara hii ukapata pressure. Kwa hiyo hii ni jambo la kawaida ya kifiziolojia ambayo inaweza kujitokeza. Kitu cha kuzingatia ni kwamba wakati umeshafikisha wiki 36, isije hata mara moja ukajikuta kwamba doctor au midwife anakuambia kwamba baada ya sasa huna haja tena kuja kliniki, kaa nyumbani, subiria uchungu. Kama siku zile za matarajio zikishafika hujajifungua, basi njoo tukuanzishie uchungu. Lakini mimi nakushauri hata kama umeshafikisha 36 au 37 na ni kipindi cha kujifungua, hakikisha unaenda kwenye kliniki kila wiki, kwa sababu bado uko kwenye nafasi ya kupata pressure ya ujauzito, na wakati huko mwanzo ulikuwa hauna, na hapo mwisho umeshafika vizuri. Kwa hiyo ni vyema sana kuhakikisha unaenda kliniki kila wiki mpaka pale utakapojifungua. Ukishajifungua salama, basi utaendelea na zile kliniki za kawaida ambazo ni baada ya kujifungua. Nafikiri mtakuwa mmenielewa, lakini kumbukeni, pressure ya mimba inaweza kuanza hata ukiwa umeshafika kile kipindi cha kujifungua. Kama kutakuwa kuna swali, basi usisite kuuliza. Cheers.